Tunaendelea pale tulipoishia kwenye video ya kwanza. Kama bado hujasubscribe YouTube channel ya Filamu Times, fanya kusubscribe. Sasa baada ya Hadi kuambiwa kila kitu kuhusiana na uchawi ambao wametumiwa ili uamalize, akarudi tena kwa mjomba. Anamuuliza kama anajua chochote kuhusiana na huo uchawi wa Segoro Pitu. Lakini mjomba anasema hajui chochote. Mara akaona kundi la ndege limekatiza Faster, wakahisi tu kimeshanuka. Wakaingia kwenye gari Faster ili wawahi nyumbani. Huko nyumbani mama anamwambia Sifa kamwandalie chai. Na saa hiyo pia tunamuona ndege amesimama juu ya dirisha lao. Lakini kabla tujaendelea, kuna kitu kimoja ningependa mkijue kuhusiana na hawa ndege aina ya crow. Hawa bwana inasemekana wanapoonekana ni ishara ya kitaalamu kwamba kuna kitu kibaya kinakaribia kutokea, na sana sana ni ishara kwamba kuna mtu anakaribia kuwa marehemu. Kwa wale ambao mmeangalia movie kama vile Vikings na GOT mtakuwa mnanipata fresh kabisa. Sasa wakati Sifa anaandaa chai, kinaonekana kivuli kinaingia kwenye mwili wa mwanamama. Akaanza kuhisi maumivu makali sana tumboni. Sifa akamsikia mama yake analia. Kwenda kumwangalia, akashtuka kuona tumbo lake limekuwa kubwa. Damu zikaanza kumtoka, alafu akazaa fuvu la kichwa. Mama hajakaa sawa, mara senyenge ikatokea tumboni ikaanza kumchana, ikachomoka na utumbo. Sifa akabaki tu analia juu hata afanye nini. Wakati huo huo, Hadi na mjomba nao wakafika. Kuingia ndani wakamkuta mwanamama yupo kwenye hali mbaya mno na mwisho kabisa akafariki. Wakati wote anaendelea mzee mzima Susipto anasikia kila kitu kinachoendelea, lakini ndio hivyo, hawezi hata kusogeza kidole, kwa hiyo hana cha kufanya. Basi ikabidi mwanamama naye azikwe na anakuwa mtu wa pili kuanguka kwenye familia yao. Siku moja Rustam akafika. Anawaambia amefanya mambo yake ya kitaalamu na amegundua kuna namna ya kuondokana na huo uchawi waliotumiwa. Anawaambia inabidi wafanye kitu kinaitwa purification ritual. Hiyo purification ritual ni utaratibu wa kitaalamu wa kumsafisha au kumtakasa mzee wao kuondokana na maushenzi yote ya kichawi yaliyotumiwa, kama mambo ya kusafisha nyota hivi. Na inabidi wakachote maji kwenye bichi zote 7 ambapo Wichak alienda kuwaloga. Wakishapata hayo maji, wamiminie mzee wao. Na wana siku 5 tu za kufanya hivyo kabla hawajaisha wote. Pia akawaambia kwamba itabidi wapatikane watu wawili wa kwenda. Wafanyiwe pia utaratibu wa kufunguliwa jicho la 3 ili waweze kuona vitu visivyoweza kuonekana kwa macho ya kawaida, maana kuna walinzi wa kichawi kwenye hayo maeneo yanayotakiwa kwenda. Sifa akasema yeye ataenda na kaka yake. Basi mtaalamu akafanya mambo yake, akawafungua hilo jicho la 3. Safari ya kina Hadi ya kwenda kuchota maji ya baharini ikaanza. Huko nyumbani mjomba akamuona crow amesimama juu ya dirisha la nyumba ya kina Hadi. Sasa kama mnakumbuka niliwaambia huyu ndege akionekana ujue kuna msala unakuja. Tutaona tu huko mbele. Sasa hiyo mtaalamu naye anafanya mambo yake ya kitaalamu. Huku kwa kina Hadi wakafanikiwa kufika kwenye bichi ya kwanza. Wakaona kabisa sehemu ambapo Wichak aliwaloga. Kuna kama kikabati hivi kina fuvu la kichwa na mifupa kama ile ambayo mzee Arifu na mama yao waliona kwenye kifurushi cheusi. Lakini pia kuna mshumaa ambao unawaka licha ya kwamba hapo ni bichi na upepo wa baharini unavuma. Ndio ujue kweli ya mambo ni mazito. Bibi akazima mshumaa na Hadi akachota maji. Lakini wakiwa wanataka kuondoka, wakamuona mzee mmoja hivi. Wakaanza kukimbia. Hata hawajafika mbali anageuka, kumbe ule mzee ni mzimu anayelinda ile eneo na shingoni amevaa nyoka kudadeki. Basi fasta wakaingia kwenye gari wa Sepe. Mara mizimu ikawatokea, ikaanza kuwashambulia, lakini kwa bahati nzuri wakafanikiwa kuchomoka. Wakaenda kwenye eneo lingine kama kawaida, wakazima mishumaa, wakachota maji, lakini huko pia wakakutana na mizimu. Huko Rustam bado anaendelea kufanya mambo yake. Kina Hadi walipofika eneo la 3, wakati jamaa anachota maji, Sifa akaona mzimu wa kibibi kizee, akamshtua jamaa, wakasepa. Siku inayofuata wakaenda kwenye eneo la 4, huko nako wakakutana na mzimu mwingine, wakachota maji Faster, wakakimbia. Ikawa hivyo pia kwenye eneo la 5, wanakutana na vimbwanga tu. Kufika siku ya 3 wakawa wamefikia eneo la 6, wakakutana na mzimu wa maza mmoja ana kichwa anataka kuruka nao, lakini wakaweza kuchota maji na kukimbia. Siku ya 4 wakaenda sasa kwenye eneo la mwisho. Hadi akaenda kuchota maji. Wakati wanarudi wakaona alama za miguu zinawafukuzia, lakini hawaoni mtu. Ikabidi waanze kukimbia. Mara ukatokea mkono kwenye ardhi ukamvuta jamaa mguu, akaanguka, kibuyu cha maji kikavunjika. Ikatokea mikono mingine ikaanza kuwavutia chini. Mara ikapotea ghafla. Alafu akaona farasi ametokea tu karibu na wao walipo. Akaja mtu mmoja wa ajabu amebeba chombo mkononi. Anawaambia hicho chombo kina maji ya bahari ambayo ni zawadi kutoka kwa malkia wao. Raundi hiyo akapata msaada bwana. Jamaa akashukuru, akaanza safari ya kurudi nyumbani wakiwa wameshakamilisha misheni yao. Huku nyumbani sasa kwa kina Rustam, wakasikia sauti za ajabu, alafu upepo nao ukawa unasukuma milango. Rustam akamwambia mjomba baki ndani, yeye akaangalia kuna nini. Akaanza kufanya mambo yake pale. Mara taa zikazima. Majamaa wakaingiza upepo. Rustam hajakaa sawa, akasikia kama kuna jitu linamfuata. Kugeuka nyuma akaona bonge moja la demon. Huyo sasa ndo anaitwa Suwangi, pepo ambalo Wichak alilituma liwamalize kina Susipto. Mwamba akaongeza kasi ya ibada, lakini huyo demon akamshambulia, akamvunja kwanza mkono, alafu akashika kichwa chake akakipasua na story ya jamaa ikaishia hapo. Mjomba naye akasikia purukushani, akatoka kuchungulia, akashtuka kinoma baada ya kuona kilichompata Rustam. Akaanza kunyata bila mwelekeo, naye akakutana na jitu la Kaz, likamkamata shingo, likamuinua juu, alafu likazamisha mkono kifuani, likachomoka na moyo, likamtupa chini mzee mzima, alafu likala huo moyo kudadeki. Na baada ya kumalizana nao, taa zikawaka tena. Au kupita muda kina Hadi nao wakafika. Kuingia ndani wanakuta kina Rustam wamefanywa kitu mbaya. Akaingia chumbani kwa mzee wake, akaanza kummiminia yale maji. Sifa naye akasogea kumsaidia kaka yake. Lakini ghafla milango ikajifunga kwa fujo, alafu taa zikazima.
Kwanza kabla tujaendelea, niwakumbushe kufanya mapendo huko kwenye YouTube channel ya Filamu Times. Haya bwana, taa zikazima. Hadi akamwambia dada yake abaki hapo hapo, alafu yeye akaenda kutafuta tochi. Akaitafuta akaipata, lakini kuchezesha tu mkono akajikuta ameshika mguu wa bwana Suwangi. Akampiga teke la kipepo akamtupa pembeni, alafu akamfuata bibie Sifa. Akiwa anamsogelea hadi akafika akamwambia sister yake akaendelea na utaratibu wa kumtibu mzee, alafu akawa anamzubaisha huyo demon. Wakati Sifa anaendelea, huko demon naye anaonekana kama anaungua, maana yake dawa inafanya kazi. Akamgeukia bibie akamtupa pembeni. Akiwa chini akamwambia hadi aendelee na kazi hadi kieleweke. Demon naye akawa anazidi kuungua hadi akamaindi. Akamtupa jamaa pembeni, alafu akamvuta mzee. Hadi akamfuata akiwa na kibuyu cha mwisho cha maji. Akakitupa ukutani kikavunjika na maji akammwagikia mzee usoni, akawa amekamilisha kazi. Jitu likaanza kuungua huko linapiga makelele. Na mwisho kabisa likapotea mazima. Hapo hapo taa zikawaka tena. Wakamfuata mzee wao kumwamsha. Na kweli baada ya muda kidogo mzee akazinduka akaanza kuomba wanaye msamaha. Huku kwa mzee mzima Wichak sasa, Mwamba akahisi kama kuna kitu hakipo sawa hivi. Akaenda kufungua pazia la sehemu ambapo anaficha uchawi wake. Akaona mshumaa umezima, akajua tu shughuli ipo. Akatoka fast akaenda kwa mtaalamu wake aliyemfundisha uchawi. Kufika tu kwanza akamkuta mtaalamu amepanic. Anamwambia hapa nilipo naandaa dawa ya kutukinga, kwa sababu ukishamwamsha Suwangi kufanyia kazi alafu akafeli, anamrudia mtu aliyemtuma. Hajamaliza hata kuongea vizuri, mishumaa yake yote ikazima kukawa giza. Wakasikia sauti nzito. Bwana Suwangi mwenyewe akatokea. Akamchukua kwanza bibi akamgawa pasu kwa pasu. Alafu akamfuata Wichak, akala kichwa. Tunarudishwa tena kwa kina Susipto. Mzee ameshapona kabisa na mganga wake pia amepona. Akahakikisha kwamba uchawi uliokuwa na waandama umeshapotea kabisa. Mzee akaomba tena wanaye msamaha na akawaahidi kwamba yeye na uchawi tena ndo basi. Akaongozana na mganga wake hadi dukani, wakatoa sadaka kwa mizimu akaipumzisha. Na hapo ndo tunakuwa tumefika mwisho wa hili dude. Lakini niwakumbushe tu kama bado haujasubscribe YouTube channel ya Filamu Times, fanya kusubscribe, utakuwa umetisha kinoma noma. Bye bye for now.